usalama ambao upo pale UN ni kwa ajili ya wale ambao wako ndani ya jengo. Whether mnasema mnaenda kule karibu na mlimani au mnaenda wapi, ni kwamba usalama uko kwa ajili ya staff. Yani wao wanafanya kazi na hizi security agencies, kama ni hiyo agency inaitwa sijui whatever, basi ndio hao wao kazi yao ni kusimamia tu kwa wale staff ambao wako pale, na zaidi wanasema kwamba watu wasiingie. Kwa hiyo kama umeshawahi kufika UN, kuna utaratibu mkali sana kuingia, yani mageti lazima upeleke sijui kitambulisho sijui vitu gani. Kwa hiyo kwenda kule hakuna usalama zaidi, kwa sababu kitu ambacho kinaweza kikafanyika maximum ni kukusanyika mbele ya hiyo jengo. Wakija hawa washenzi wakiamua hata wafanye chochote, hawawezi kuingilia wale ma security guard, kwa sababu wao wanalipwa tu kwa ajili ya kuprotect wafanyakazi wa UN huko ndani. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo ni muhimu sana sisi tuelewe, kwa sababu naona kama vile watu hawaelewi vizuri hiyo. Lakini la tatu ni kwamba lengo ya kwenda kule, wakati awali kabisa Habila alizungumzia, na mimi pia niliwasiliana naye na aliniuliza kuhusiana na hilo swala na kwamba tuendeje, ni kwamba watu wa UN walikuwa tayari wapokee kama kungekuwa na jambo ambalo labda inahitajika UN ifanye. Sasa kumbukeni, UN wameshatoa tamko, wameshasisitiza tena, kama mmeona wametoa mpaka video wakisema kwamba lazima polisi na serikali iruhusu watu waandamane kwa amani. Hiyo imetosha. Yani sasa tunaenda kutafuta UN. Kwani tunataka UN ndio ije imtoe Samia Suluhu? Haiwezekani. Kwa hiyo sisi sasa hivi tunaichukulia kwamba UN haina kitu cha kufanya. Kama mnataka kuifanya kwamba UN ni sehemu labda watu ambao wanatokea direction fulani ndio wakutane waende, sio idea mbaya, lakini isiwe kwamba mtu atoke upande wa pili avuke Selenda aende all the way labda kule mlimani kwa ajili ya UN. Hapana. Na kwa nini nasema? Sasa ndio nimekuja kuwapa hiyo taarifa ambayo sasa imetoka. Hawa ndugu zetu wameshaona kwamba swala hili la kutumia force, yani wakati wa maandamano, inaweza ikawaletea shida. Kwa hiyo kama mna hiyo taarifa, nadhani wengine mmeiona kuanzia Instagram na kwingine, wameshaanza kuwaita watu wa umoja wa vijana. In fact mimi na uhakika kabisa umoja wa vijana wameitwa, wengine wa sehemu mbalimbali nchini wameitwa Dodoma, na kuna wengine wamekusanywa wako Dar es Salaam. Na kitu ambacho wameambiwa sasa, ninawaambia kabisa, ni kwamba waendae mabango ya kumsapoti huyo Bi Kizimkazi. Alafu baada ya hapo wanachotaka ni kwamba hawa wawai. Kwa hiyo wanasema kama tumeshakubaliana bunge labda na Ikulu, wanaenda kuwai asubuhi sana, wafike pale, hawatabugudhiwa. Wakifika pale wafike na mabango, watatoa hayo mabango, wapigwe picha, alafu baada ya hapo wanaanza kukata internet nini waseme sijui kuna vurugu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mkueni makini. Kwenda kukutana nje ya City Center pale ambapo tunaelekea Ikulu, ina maana kufika kule ni saa 5, saa 6, saa 7. Kingine wamejipanga kuzuia watu kuingia mjini. Sasa hivi tayari wameshawapiga mkwara mkubwa sana bodaboda, bajaji, wameshaanza kuwanyima mafuta, mara waambie kwamba watu wasiende, wasitumike, vitu kama hivyo. Sasa ile ni kwa sababu gani? Hiyo ni kwa sababu hawataki watu waweze kuingia ndani ya ile City Center. Ndio maana pale Jangwani waliweka nguvu kubwa last time, hata this time lazima wataweka madude yao, sisi tunayajua. Nimeambiwa leo kuna mtu ameenda kupiga doria kidogo, akasema ile barabara ya kuelekea bandari wameshaweka vizingiti na wameweka jeshi. Nikamwambia hiyo haijalishi, hakuna mtu anataka kwenda pale na gari. Kwa hiyo kumbukeni kwamba lazima twende karibu kadri tuwezavyo na City Center. Kwa hiyo kama mnakutana, kama mnatafuta ile collection point, kama mnasema kwa mfano UN, msiseme UN mnaenda kukutana sijui saa 2 ndio mtoke. No, yani kama mmesema watu ambao labda wanatokea maeneo fulani wakutanie hapa, kama iko mbali mnatakiwa mkutane mapema, hata saa 12, saa 12:30, na inabidi watu waamke mapema. Yani lazima mkutane mapema ili muweze kusogea karibu na City Center. Kumbukeni wao pia hawajalala, wameshaanza kufanya kazi kubwa kuweka hizo vizingiti na nini ili waweze kuzuia. Mnaweza hata mkapigwa mabomu ya machozi, mkafanywa nini. Of course kama nilivyosema, sasa hivi imeshakuwa dhahiri shahiri kwamba
kitu ambacho hawatafanya ni kupiga risasi. Hicho kitu imeshaonekana kwamba hakitaenda. Sasa hiyo ambayo inatakiwa ni kwamba watu kama ikiwezekana, mkikubaliana, ni watu waende straight maeneo yale ya Ikulu. Kama mnaona kwamba lazima kwenda kwa makundi, basi mnakubaliana katikati ya mjini. Kwa hiyo jana nakumbuka kwenye ongeongea, kwa mfano tulisema Mnazi Mmoja. Haina maana kwamba watu wakae pale Mnazi Mmoja wasubiri mpaka polisi wafike wapigwe mabomu ya machozi. Hapana. Yani sisi tunatakiwa tuwe faster. Kama tutaamua kwamba tunakutana let's say sehemu fulani, hiyo sehemu tunasema tukikutana hatukai sana, tukitoka ni mwendo nini wanasema, mwendo wa ngiri mkia juu, pia moja kwa moja. Na tukishafika lazima tuwe na strategy. Kama issue ni kufika Ikulu yani tukishasema watu wamejaa, ni kuweka mabangu, kuweka kambi, kukaa chini, so kurukaruka. Yani ni kwamba sasa tumefika, sisi hatutoki hapa mpaka madai yetu yaweze kuzingatiwa. Kwa hiyo lazima tuwe na discipline haya ya juu. Hatuwezi tukasema tutoke saa 1 mtu naenda pale unafika saa 4. Yani inatakiwa kama tunaamua sisi inabidi twende kijeshi. Yani mimi nasema kijeshi kwa maana ya ile discipline ya kijeshi, kwamba mtu uwe na nidhamu, kama ni muda kuzingatiwe. Kingine kuna kitu kingine tena cha ziada ambacho ni muhimu. Wakati tunasema kwamba tukutane sehemu fulani, haina maana mtu atoke upande wa pili aende mpaka kule ndo afike. Ndio maana tukasema kilizwe. Basi hiyo strategy ni kwamba kama watu wanatoka mbali sana, inawezekana wakakubaliana kwamba hapa katikati somewhere wakutane ndo waende. Lakini sio kwamba kila mtu aende kule, hata mtu avuke mpaka aende upande wa pili afu arudi tena. No. Kwa hiyo mimi nilitaka niweke wazi, Umoja wa Mataifa sasa hivi wameshakamilisha kila kitu walichohitajika kufanya. Walihitajika watoe tamko, walihitajika kukemea mauaji, walitakiwa wakemee matumizi haya ya nguvu, walitakiwa pia wakumbushe serikali kwamba wana wajibu, ingawa ni serikali haramu, lakini hata hivyo wafanyakazi wa umma na wengine, kwamba kuna mkataba ambao umesainiwa. Huo mkataba ndio unatumika mpaka ICC, ambayo ni ya haki za binadamu. Kwa hiyo huo mkataba unawalazimisha, lazima wao waheshimu, wafuate huo mkataba, na lazima waheshimu maandamano ya amani. Kwa hiyo muhimu nyingine ambayo nimeiweka mpaka kwenye timeline yangu ni hao mamluki ambao watakuja waseme sijui tupige hiki, tuchome. Achana na hivyo vitu. Yani hatuna muda wa kupoteza. Sinatakiwa hata saa 2 saa 3 Ikulu iwe occupied pale. Watu wameshakaa chini, watu wana discipline. Hata wale UVCCM wakifika watakuta tayari kuna watu. Kwa sababu wale UVCCM walicholenga waje na waandishi wa habari, wakae pale, wapige picha, wamalize, waseme kwamba waandamanaji waliotoka wote walikuwa ni kumsupport Samia. Hiyo ndio lengo. Ukishaona wanatumia mapesa mpaka Abdul kawalipa bilioni ili wafike pale, ujue kwamba wameshajua kwamba safari hii mambo kuanza kushutu kufanya nini haiwezekani. Kwa hiyo sasa mimi nataka niweke hiyo kama hoja. Mimi nitakuwepo bado kwenye space. Kwa hiyo baada hapo ndio mtakubaliana. Kama wewe nafasi unapotoka unataka kwamba ukutane na baadhi ya watu UN, sawa, usilazimishe. Yani usifanye kwamba mtu atoke kule upande wa pili, labda kule maeneo ya airport Ukonga, avuke aende kule UN. Yani hiyo mimi naambia mapema, huko ni kufelishiana kabisa mapema. Tumeweka pia routes ambazo nilisaidiwa na mtu ambaye anajua kidogo, ametoka, amefanya survey, nimeiweka kwenye story yangu mkaiangalie. Ameonyesha zile sehemu ambazo wanaweza wakaweka vizingiti kuzuia watu kuingia mjini, na ameandika kabisa ni kwenda na tahadhari, lakini kila mtu aweke akili kwamba nafasi ya kwenda au sehemu ya kwenda ni Ikulu na ni kwenda kukaa chini. Ukishafika pale hakuna kitu chochote zaidi kukaa chini na mabango. Fungueni mabango kama mnavyoona inavyokuwa kwenye nchi nyingine. Walifanya Mexico, walifanya kila mahali. Ni unaenda una protest. Hiyo sehemu ya protest ndio mnaenda mnafika. Kwa hiyo mimi naomba niachie hapo, nisiongee sana. Nilitaka tu kuleta hiyo clarification ili kusiwe na watu wanasema kwamba sasa eti ni lazima kwenda UN. No. Hiyo mimi sikusema hivyo, na nilisema hata UN iwe collection point kama mnataka kwa watu wa maeneo fulani. Lakini kama wewe binafsi utaki, endelea na safari yako, ufike sehemu ambapo inatakiwa, ambayo ni Ikulu. Asante. Asante dada Maria. Labda sasa tutakaribisha watu
wachangie sasa hii mada, maana jana nilivyosema mimi naona kama hawakunielewa watu, wakaanza. Mimi nilisapoti ulivyosema kutokana na kwamba mlijadiliana, nikasema kuna mabadiliko, lakini watu walisema nini. Lakini leo nimeona hapa watu wengi wamesapoti waende UN, lakini kwa sababu umewaelewesha UN kutakuwa na nini, labda kama waweke UN kama point tu ya kuondokea, sawa, lakini sio waweke UN kama vile wakafungue geti waingie ndani. Labda iwe hivyo, ieleweke hivyo, kwa sababu mmeshapasisha wengi iwe UN pale pa kuanzia na kuondokea. Lakini mmesikia taarifa za UN, kwa sababu dada anajua mambo mengi, anajua taratibu zote za mambo ya nini. Kwa hiyo mmeelewa sasa kwamba UN mtakwenda kama pa kuanzia matembezi. Hilo lieleweke hivyo, yani UN pawe kama pa kuanzia matembezi hapo. Sasa kwa sababu wengi mmesema mtaanzia hapo, lakini sio kwamba UN tutafunguliwa geti tupewe sapoti. Wao wamesema watatulinda kama kuangalia kama tutapigwa kwa njia za satellite, na viongozi wao baadhi wapo pale, kwa sababu najua kabisa human rights wale watakuwepo, Amnesty wapo, Red Cross watakuwepo, umenielewa? Kwa hiyo mnaosikiliza hapa wote mliopo hapa, sorry Sama, yani wapo kwa maana wapo kwa mtachangia jengo, sio yani hawako UN ndani wala hawako. Sorry Sama, nasema hawa watu ambao umewataja hawako kwenye jengo la UN, yani hiyo ndio watu inatakiwa kuelewa. Wale hawapo, wale wapo kama usimamizi tu. Si wale watakuwepo kama wale waandishi wa habari na nini, wale watakuwepo kimkakati, yani kimkakati watakuwepo kama alivyotuma Abiri barua, lakini sio kwamba mtawakuta kwenye jengo alafu muondoke nao. Hiyo toeni. Hili ni jambo letu sisi, tunaenda kujipambania sisi, ila wameweka mkono mmeona. Sababu nini? Mmeona wale nchi 17 zote zimeamua kutusapoti. Kwa hiyo tutakwenda pale kama kuanzia matembezi. Mi naona hilo, kwa sababu wengi mmelipasisha, na asubuhi mmekaa hapa mmejadiliana wengi, tutalipitisha kwa sababu nyie wengi ndio waandamanaji, hatuwezi kupinga. Lakini msichukulie kwamba pale kwamba ndio patakuwa mtetezi wetu, hapana. Pale tupachukulie kama pa kuanzia matembezi. Kwa hivyo tutafanikiwa. Na mikoani nadhani kuna ratiba ambayo wanayo dada Maria, kama utapenda wakusoma.